Karibuni wasikilizaji wetu na watazamaji wetu wa channel yetu ya Afya Doctors Online TV. Basi leo hii mpo nami ni Dr. Chale, daktari bingwa wa magonjwa ya kina mama na afya uzazi, tukiendelea na kuzungumzia masuala mazima yanayohusiana na afya uzazi. Na sasa nitawaletea kipindi au makala ambayo inahusiana na tatizo la uzazi kwa mwanaume. Katika makala iliyopita tulizungumzia kuhusiana na sababu mbalimbali ambazo zinasababisha mwanaume awe na matatizo ya uzazi, lakini tuliahidi kwamba tutazungumzia swala la kufahamu utajuaje kama huyu mwanaume ana tatizo la uzazi. Kwa kumwangalia tu. Utajuaje kama huyu mpenzi wako atakuwa na tatizo la uzazi? Utajuaje kama huyu mwanao ana tatizo la uzazi? Utajuaje kwamba huyu rafiki yako ana tatizo la uzazi? Kwa hiyo hizo ni moja wapo ya dalili ambazo zinakupeleka wewe moja kwa moja kujua huyu mtu ana tatizo la uzazi, kwa hiyo inatakiwa apate msaada. Au wewe mwenyewe utajuaje kama ana tatizo la uzazi? Basi ukisikiliza kwa makini makala yetu ya leo, unaweza ukapata elimu kuhusiana na swala hilo. Basi kama nilivyoeleza mwanzoni katika makala iliyopita, hakikisha unakuwa kwanza kupata taarifa. Subscribe channel yetu, bonyeza alama ya kengele hapo juu ili uweze kupata taarifa kamili mara kwa mara tunapoposti video zetu au hizi makala zetu. Lakini pia unaweza ukatoa ushauri hapo chini ya comment, ukaandika kwamba ungependa tuzungumzie nini. Lakini sio mbaya tukawa tunawasiliana kwa namba za simu hapo chini ili tukupe maelekezo wapi tunaweza tukakutana ili tuweze kukupa ushauri kutokana na matatizo mbalimbali yanayohusiana na afya uzazi kwa ujumla. Basi tukiendelea na makala yetu, na sasa kama nilivyokuambia utajuaje kama una matatizo ya uzazi. Hapa tunazungumzia kuhusiana na dalili kubwa 5 ambazo zinaweza zikawa ni viashiria kwamba huyu mtu possibly au moja kwa moja tunasema kuna uwezekano huyu mtu ana matatizo ya uzazi. Kwanza kabisa, huyu mtu anakuwa hana ndevu au vinyoleo mwilini, au vipo kwa uhafifu sana. Tayari ameshafika kuwa anakuwa kijana mkubwa, kashapita bale, mtu mzima, tunasema huyu anastahili sasa kuwa na mwenza wake. Lakini ukimwangalia unakuta ndevu hana, kashavuka miaka 18, hana ndevu, hana vinyoleo mwilini, na wakati mwingine unamwona kabisa huyu ni mtu mzima, lakini unashangaa bado ana taswira ya utoto. Unaona bwana, ndevu hana, vinyoleo hana, au viko kama vimalaika vidogo vidogo tu mwilini mwake. Sababu tunategemea mtu anakuwa na vinyoleo mashavuni, au kama sio mashavuni basi kuna ndevu zinaonekana, lakini pia mikononi na miguuni pia anakuwa na hizo dalili za vinyoleo. Kwa hiyo tunasema kwa sababu ya homoni za kiume zipo kwa kiwango kizuri, basi anakuwa na hivyo vitu. Kwa hiyo tunasema kama ana mapungufu ya namna hiyo, basi tunasema huyu anaweza kuwa na matatizo katika mfumo wake wa uzazi, hasa kwenye swala la hormone imbalance kama tulivyozungumza katika makala yetu iliyopita. Pia huyu mtu atalalamika au unamuona kabisa ana matatizo kwenye nguvu za kiume. Sawa, na mapungufu makubwa kwenye nguvu za kiume. Tunasema anakuwa na erectile dysfunctioning. Kwa hiyo unamuona ni kijana lakini analalamika na matatizo ya nguvu za kiume. Kwa hiyo kijana yeyote ambaye yuko katika changamoto kama hii analalamika kutokuwa na nguvu za kiume, basi moja kwa moja tunamweka katika ile kundi la kwamba anaweza kuwa na matatizo ya uzazi. Kwa hiyo tutegemei kijana kuwa na matatizo ya nguvu za kiume, aidha kwa kuwahi kumaliza tendo au anashindwa kufanya tendo la ndoa wakati yupo katika mahusiano. Kwa moja kwa moja tunamweka katika kundi kwamba huyu ana matatizo ya uzazi. Kwa hiyo ukimwona mumeo, mwenza wako, rafiki yako, ndugu yako ana changamoto kama hiyo lakini bado ni kijana umri wake, basi ujue huyu moja kwa moja anakuwa na matatizo ya uzazi. Kingine ni kwamba huyu mtu amekaa na mwenza wake, huyu mwanaume amekaa na mwenza wake kwa muda wa mwaka mmoja, hakuna matokeo, hakuna mimba, hajaweza kumpa ujauzito. Kwa moja tunasema ana matatizo ya uzazi. Na sababu tumezieleza katika makala iliyopita. Kama hujawahi kusikiliza makala iliyopita, fuatilia katika makala yetu iliyopita. Tumezungumzia kuhusiana na masuala sababu mbalimbali zinazomfanya mwanaume ashindwe kumpa mimba mwanamke, basi utaziona hapo. Kwa mwaka mzima umekaa hujafanikiwa, basi moja kwa moja tunasema una hilo tatizo. Kingine tunasema kwamba huyu mwanaume, hii tunasema ni sababu ya 4, kwamba mwanaume anakuwa hana hamu ya tendo la ndoa. Yuko na mwenzie lakini hana hamu, yupo tu, hana hisia, hana msisimko wote, sawa, lakini moja kwa moja tunasema wala hafikirii chochote kuhusiana na hilo. Yani yupo tu, yuko na kama hata ile katika tunasema amefikia umri wa kuoa, hawezi kuoa, hafikirii swala hilo. Kwa mara nyingi watu kama hao tunasema wanakuwa na matatizo ya uzazi. Unamuona kabisa na miaka, umri unaenda miaka 25, miaka 30, miaka 40, miaka inazidi kwenda, hajaoa, hana mke, hana familia. Sawa, ni kwa sababu anakuwa na kitu tunasema anakuwa na low sexual drive. Sawa, watu kama hawa pia tunasema na matatizo ya uzazi. Kwa hiyo usimuone tu mtu tayari kashakuwa mtu mzima miaka 30, miaka 40, miaka 50, mpaka mwingine anazeeka, hana familia.
ukasema hataki kuoa, nini starehe zimemzidi. Wengine wanakuwa na changamoto kama hizo, sababu anakuwa na low sexual drive, ni tatizo mojawapo la matatizo ya uzazi kwa mwanaume. Kwa hiyo watu kama hao wanatakiwa pewe ushauri na jinsi gani ya kuweza kupata tiba. Mwingine anakuwa na historia, tunasema sababu ya 5 ni kuwa na historia ya maumivu au vivimbe kwenye korodani. Sawa, tulizungumzia kuhusiana na korodani au zile kokwa mbili kulia na kushoto kwa mwanaume zinazoning'inia, kwa zinakuwa na matatizo. Mwingine anakuwa na maumivu, aidha alikuwa na historia, aliwahi kuumia, mwingine atakwambia aliwahi kuumia, alipata ajali alianguka, au mwingine aliumia kwenye mchezo, alipigwa, au mwingine alijigonga tu sehemu wakati anakuwa hasa kile kipindi cha barehe. Maana tunasema korodani zinaanza kazi mara tu baada ya barehe. Kwa katika kipindi kama hicho, kama mtu alipata majanga kama hayo, basi uwezekano wa kuja kupata tatizo la uzazi pia lipo. Kwa hiyo utakuta ile maumivu yanakuwa endelevu. Huyu mtu anaingia kwenye ndoa au kwenye mahusiano bado anakuwa na maumivu kwenye korodani, au anahisi vivimbe kama tulivyozungumza mwanzoni katika makala iliyopita. Unahisi kuna vivimbe kwenye korodani zako, basi hiyo pia mojawapo ya sababu ambazo zinaweza kukuletea matatizo ya uzazi. Basi hizo ndo tunasema utajuaje. Kwa hiyo ukiona tu una hali kama hizo au historia kama hizo, basi ujue wewe una matatizo ya uzazi na inatakiwa waone wataalamu. Kwa kama nilivyojitambulisha mwanzoni, naitwa Dr. Chale, daktari bingwa magonjwa ya kina mama na afya uzazi, na tulikuwa tunazungumzia masuala mazima ya uzazi, hasa ugumba kwa wanaume au mwanaume kushindwa kusababisha ujauzito, lakini utajuaje? Sawa. Bado tutaendelea na makala yetu kuhusiana na matatizo ya mwanaume. Tutakuja kuangalia mambo mengine ambayo wewe ukitaka kujua nini tutazungumza tena, basi wewe subscribe channel yetu. Lakini kama una issue yoyote na unataka kupata ushauri zaidi, basi unaweza kunipigia simu. Namba yangu ya simu ni 0713 35 0084, na pia tumeweka hapo chini kuna namba ya WhatsApp pia, unaweza ukatupigia simu na tukakupa maelekezo zaidi au ushauri zaidi kuhusiana na swala lako. Basi niwatakie siku njema, kwa heri.